Bwana, karibu kabisa kwenye movie safi hapa ambayo nilikuahidi nitakuletea. Basi tunaenda kuanza. Movie yetu inaanza na mwamba mmoja huyu hapa ambaye anaitwa Bosi Mchawi. Bwana mwamba anapokea taarifa na kuambiwa kwamba RK tayari kashafikishwa kuzimu. Anaonesha pale kubadilika, macho yake yanabadilika yanakuwa makubwa kinoma. Lakini baada ya pale tunamcheki RK akiwa tayari kashafungiwa kuzimu baada ya kukataa kuweza kuungana na Bosi Mchawi. Yani baada ya kukataa kuweza kuungana na Bosi Mchawi kwenye season 1 kama umeshaitazama. RK alitakiwa kuweza kukamatwa na kupelekwa kuzimu, na hili tukio ndio tumeanza nalo baada ya RK kuweza kukamatwa na kupelekwa kuzimu. Huku duniani anaonekana RK yuko amelala, lakini kule kuzimu inaonekana RK kafungiwa. Sasa mama yake mzazi alikuwa anajaribu kupambana imradi kuweza kumuokoa RK. Kuna huyu mchungaji alimuita mchungaji ambaye amekuja na mama yake RK, akamuita nje ili waweze kuzungumza. Na baada ya kutoka naye ikabidi amuulize yule mchungaji, hivi una uhakika huyu RK ulimleta akiwa mzima? Yule mchungaji anajibu ndio, RK alikuwa mzima lakini kashikiliwa na nguvu za giza, ndio maana unamwona pale hawezi kunyanyuka. Lakini mchungaji akasema basi twende tukamfanyia maombi, lakini huyu mchungaji alimzuia na kumwambia kwa sasa haitakiwi uweze kumfanyia maombi, lakini inabidi ubaki naye hapa kwako, mimi nakwenda mlimani huko kwenda kufanya maombi nikazungumze na Mungu kwanza, nitakaporudi basi tutajua nini cha kufanya. Huyu mchungaji akasema unaonaje kama tukienda wote, lakini yule alimzuia na kumwambia inabidi aweze kubaki na RK. Bwana, tunarudi moja kwa moja huku mpaka kwa Maxi. Kama ulitizama Bosi Mchawi season 1, Maxi alikubali kuweza kuungana na Bosi Mchawi. Sasa leo akiwa ametulia kwake, mara ghafla Bosi Mchawi akamtokea mle ndani. Maana Max alikuwa ametulia tu zake akiwa anapiga mahesabu pale, lakini Bosi Mchawi akamtokea mle ndani kwa ghafla tu. Na baada ya Bosi Mchawi kuweza kutokea, basi alikuwa amekuja na taarifa ya kumpatia Max na kumwambia kwamba inatakiwa aweze kujiandaa kwa sababu malkia wao alikuwa amewaita kuzimu. Kwa hiyo inabidi mshikaji aweze kujiandaa ili waweze kuondoka. Baada ya pale Bosi Mchawi anamchimba mkwala kidogo, anamchomoa mtu kutoka kwenye skrini, yani kwenye TV, anakuja pale, kisha baada ya pale yule mwanamke akawa amepotea. Hii ni kuonesha kiasi gani ambavyo Bosi Mchawi ana nguvu hatari yani. Maana Maxi kumbuka alilazimika kuingia huku imradi kuweza kujipatia pesa tu. Sasa huku kwa RK aliko, yani alikopoteza fahamu kabisa, tofauti na kule ambako yuko kifungoni, alikuwa chini ya uangalizi wa mamake. Yani mamake alisafiri kutoka kijijini na kuja kwa ajili ya kufuatilia hali ya mtoto wake ili ajue ni nini ambacho kinachomsibu, yani kitu gani ambacho kinamsibu. Sasa yule mchungaji aliambiwa abaki hapa, basi wakawa wanapiga tu stories za kawaida, lakini alikuwa anamsii mamake RK aendelee kuvumilia tu na kumwambia sikati tamaa, maana mtoto wake Mungu atamsaidia. Pale pale yule mchungaji anapokea simu, na taarifa anayopewa kwenye simu ni kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anahitaji kuweza kudhamini ujenzi wa kanisa, na mtu huyo alikuwa anahitaji kuweza kuonana na huyu mchungaji. Sasa baada ya pale yule mchungaji ikabidi aweze kumwaga mama yake RK na kumwambia kwamba kuna mtu anahitaji kwenda kuonana naye, kwa hiyo nitaondoka alafu nitarudi baadaye. Wakati huu tunamwona yule mchungaji mwenye imani thabiti kabisa akiwa huku juu milimani, kama alivyosema kwamba anahitaji kuweza kuzungumza na Mungu ili mradi aweze kujua ni kipi ambacho kinachomsibu RK. Huku mama alibaki na mwanaye ambaye ni RK, lakini kipindi mama yuko pale, baada tu ya mchungaji kuondoka, kuna mwanamke inaonekana kutua akiwa na mabawa meusi. Inaonekana kabisa huyu ni shetani, maana hamna malaika mwenye mabawa meusi. Baada ya pale akawa ameingia moja kwa moja kwenye kile chumba ambacho yupo mama yake RK. Kisha yule mwanamke alivyokaa akamwambia pole mama kwa matatizo yanayoendelea kwa kijana wako. Mama akajiuliza amejuaje huyu? Akasema tu asante, Mungu atasaidia tu, nadhani Mungu atamsaidia atapona. Lakini akamuuliza we ni nani? Yule mwanamke ikabidi amjibu na kumwambia mimi ni mke wa mchungaji. Kwani hajakutambulisha kwamba anaishi na mwanamke humu? Mama akashindwa kumwelewa huyu mke wa mchungaji, lakini yule mke wa mchungaji akamwambia mamake RK kwamba inatakiwa RK aweze kupata msaada wa haraka sana. Akiendelea kukaa hapa basi atapoteza maisha, inatakiwa waweze kwenda kwa mtaalamu. Bwana, ili swala lilimshtua sana mama, yani mke wa mchungaji anamshauri mama waachane na masuala ya uchungaji waende kwa mtaalamu, yani kwa mganga. Basi tuachane na hilo, turudi huku ambako mchungaji kaitwa ili akaonane na mtu ambaye anahitaji kuweza kudhamini ujenzi wa kanisa. Kumbe mtu mwenyewe bana ni Bosi Mchawi. Akamuuliza ujenzi wa kanisa unagharimu shingapi? Yule mchungaji akajibu unagharimu milioni 80. Basi akaambiwa aandike namba ya kadi ya benki ya kanisa. Akawa ameweza kuandika ile namba, na baada ya pale akawa amemkabidhi Bosi Mchawi, na Bosi Mchawi akachukua simu na kumpigia mfanyakazi wake, kisha akamwambia weka milioni 200 kwenye hiyo akaunti, yani milioni 200 ya Kitanzania kwenye hiyo akaunti. Mchungaji alishangaa ni kwa nini huyu mtu anaweza kujitolea kiasi kikubwa kiasi hichi cha pesa. Sasa baada ya pale jamaa alionekana kucheka kwa dharau, na kisha akamwambia ila kuna tatizo, nahitaji uweze kunisaidia, yani kuna changamoto kidogo. Kuna yule kijana ambaye ameletwa kwako kwa ajili ya kufanyiwa maombi, nahitaji yule kijana usimfanyie maombi yoyote. Yani kiujumla maombi yanayotakiwa yasifanyike ni maombi ya kuhusu kumsaidia RK. Kwa hiyo anadai na kusema atakapoendelea kumsaidia RK ajitafutia matatizo na mikosi. Bwana hatari kinoma yani. Sasa huku mama akachukuliwa na yule mke wa mchungaji wa mchongo akaletwa moja kwa moja mpaka kwa mganga, na waganga kama unavyowajua hawakosagi sababu. Anasema umefanya vizuri
vizuri sana kuweza kuwahi, kwa sababu usingewahi basi ungekuwa unampoteza leo mtoto wako, kwa sababu walipanga leo waweze kumtoa kafara mwanao. Bwana hatari kinoma yani. Sasa mganga kaanza pale cheketu mwaipe mtoto akilia mlete kuendelea kufanya uganguzi wake mradi kuweza kumsaidia LK. Kachekecha pale akifanya masuala yake tu mradi kuweza kupata dawa ya kumsaidia LK, na kisha baada ya pale akawa amemtengenezea yule mamake LK dawa, na kisha akamkabidhi kichupa na kumwambia hiyo dawa inatakiwa uende ukampake LK. Na baada ya pale basi akafanya uganguzi wake tena mwingine, akatoa kichupa kingine na kumwambia mamake LK kwamba kile kichupa inatakiwa aweze kukinywa, yani kile kichupa hakinywe hapa wakiwa wamekaa pale pamoja, yani aweze kukinywa hapa asiende nacho nyumbani. Ni kitu gani ambacho anampatia mamake LK? Mimi na wewe hatofahamu. Sasa mama ikabidi aweze kuchukua kile kichupa kwa sababu alikuwa anahitaji mtoto wake aweze kupona, basi akachukua kile kichupa chenye dawa aliyopewa na mganga, basi akakinywa kile kichupa, yani akanywa ile dawa yote. Lakini hawa wawili walionekana kutazamana na kisha walikuwa wakicheka tu, na hii ni baada ya mama kuonekana kunywa kile kichupa, na baada ya pale mganga akaendelea na mambo yake. Sasa tunarudi moja kwa moja mpaka huku kuzimu, tunakutana na huyu ambaye ndio malikia wa sijui tuseme wachawi sijui yani sijaelewa ni chama gani chapa. Sasa Max leo akawa anamuuliza jamaa mmoja, hivi yule ni nani ambaye yuko pale juu? Yule jamaa akamjibu na kusema huyo ni Malikia. Malikia anahusiana na nini sasa huyo Malikia? Huyu mwenzake akamjibu na kusema huyo Malikia ndiye anahusika na kueneza pepo la ngono duniani. Max akashangaa, eti pepo la ngono duniani? Na akaambiwa huyo Malikia basi ni mtamu kinoma. Max hapa akapata idea, akaona ili bonge la mchongo. Kama unavyomfahamu Max hajawahi kupoa, yani mzee wa komedi nyingi. Sasa akawa anahitaji kuweza kufanywa connection aweze kuonana na huyo Malikia, maana yeye mwenyewe tu anatamani kuweza kuipata hiyo fursa baada ya kuambiwa kwamba huyo Malikia ni mtamu kinoma. Sasa baada ya hapo tunakutana moja kwa moja na huyu mwamba, sijampata jina lake, lakini nadhani uko mbele tutaweza kumfahamu tu tukiendelea kubaki pamoja. Leo walikuwa wameweza kufanya tafiti zao na kugundua mtambo wenye uwezo wa kuweza kufufua mtu. Sasa lakini wakiwa pale akiendelea kupokea maelezo kutoka kwa msaidizi wake, kuna taarifa inaletwa na anaileta taarifa ni huyu hapa, na taarifa anayopewa ni kwamba kuzimu kumichafuka kwa sababu LK kashuka. Sasa kashukaje hatufahamu. Huku mchungaji akiwa anaendelea na maombi makali, tunamwona kweli LK anaonekana kushuka, lakini huku alikoshuka kunaonekana ni sehemu moja ya ajabu kinoma, yani ni sehemu ambayo yani kama vile makabrini, yani ni sehemu ambayo haieleweki, na yeye mwenyewe anashangaa hapa yuko wapi, maana kunaonekana kama vile kuna viumbe ambavyo vinaendelea kumsogelea LK. Mazombi sio mazombi, miskule sio miskule, yani ni viumbe ambavyo hata vieleweki. Sasa vikawa vinaendelea kumsogelea LK huku vikimzingira, na yeye mwenyewe inaonekana kushangaa na kujiuliza ni wapi hapa alipo. Bwana hii ilikuwa ni episodi ya kwanza tu. Tukutane kwenye episodi ya pili ili tuweze kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea. Je, hapa LK alipo ni wapi? Na kwa nini yule mzee kapokea taarifa na kuambiwa kwamba kuzimu kumichafuka? Je, kuna nini? Kwamba LK kashuka wapi? Basi endelea kubaki na mimi hapo, DJ Shebi Mwambo wa Bunda kutoka Bunda Mara Tanzania, nawakilisha nambari 1. Basi endelea kubaki hapo na mimi nakuandalia episodi ya pili inafuata hivi punde tu. Lakini ukitaka kuweza kuitazama hii movie ikiwa full kabisa, ingia Play Store, andika PM TV Extra, basi unaipata hii movie kwa kulipia shilingi 2000 kwa mwezi. Yani ameweza kufanya hivyo LK mradi kuweza kujipatia mapato. Ni tofauti na YouTube kwa sababu YouTube wana masharti mengi, lakini pia wana vigezo ambavyo hii movie ukiweka kule basi inaweza ikafungiwa ama ispande kabisa na isisambazwe, isiweze kurudisha ile gharama aliyoweza kuitumia. Kwa hiyo kama unaweza kwenda kumsupport, ingia pale Play Store, andika PM TV Extra, basi unaipata hiyo movie. Baada ya kudownload ile faili, basi utatakiwa kuweza kujiunga na utalipia shilingi 2000 kwa mwezi, basi utakuwa unaipata hiyo filamu. Hadi sasa ameshatoa episode 3, basi ukifanya hivyo utakuwa unaipata. Lakini kama unahitaji kuweza kuipata ukiwa hapa na DJ Shebi, basi utakuwa unaipata ikiwa mwendo wa recap tu. Ni tofauti na hapo basi itakuwa nimekeuka vigezo na masharti. Kwa hiyo tofauti na hapo itakuwa ni ngumu kuweza kuipata. Lakini kwa hapa utakuwa unaipata ikiwa imepigwa mwendo wa recap tu, na utakwenda kuenjoy kabisa ukiwa nami DJ Shebi. Basi naweza kuachia mic, tukutane wakati mwingine kwenye vigongo vingine vikali zaidi. Kuendelea kunisupport. Basi episode ya pili inafuata hivi punde tu, na endelea kubaki na mimi. Hii ni episode ya kwanza ya season 2. Episode ya pili ni nini ambacho kitatokea? Basi endelea kubaki na mimi. Je, LK ataweza kukomboka kule kutoka kuzimu ama ni kipi kitatokea? Asanteni sana na chao.